atapata maarifa haya. Na maarifa nyingine tu mtajengwa na matunda. Sio ile neema fahamike sasa yote, no, ili Bwana atukuzwe kwa ajili yake. Natamani kuambia hivi, ukipokea nguvu ya Roho Mtakatifu unapaswa kuanza nyumbani kwako. Ndipo naendelea hivyo, naelekea kumaliza hivyo. Naomba unielewe tu kwa namna ambayo tutahudumu muda huu. Mengine utasoma kwenye kitabu. Na hivyo nilipoendelea kuyafikiria haya, siku moja nikiwa kwenye huduma pia pale Hondogo, kwenye toletu moja wapo, nikawa mchungaji mmoja, nikahudumu ibada ya asubuhi, nikahudumu ibada ya mchana. Anafundisha kwa habari ya ushuhudiaji. Lakini akaelezea kwa habari ya maisha, ushuhudiaji wa maisha yako binafsi. Hiyo ni aina ya kwanza ushuhudiaji. Maisha yako yanapaswa kumtangaza Kristo popote unapokuwa. Wewe ni chumvi, wewe ni nuru. Yule baba akasema alikuwa Muislamu piwa, yeye na mke wake. Kwa hiyo yeye akapata neema ya kutangulia kwenye wokovu. Akaingia akawa anaendelea kusali. Lakini akawa anatumia namna mbalimbali za kumkonvinsi mke wake aokoke. Anasema akawa wakati mwingine mke wake anaomba hela ya matumizi, anamwambia sina. Wakati mwingine anasema anampiga ili tu aokoke. Anamtesa. Maelezo ya pia nao anasema alifanyia yule mke wake. Na Jumapili yupo kanisani, Bwana Yesu asifiwe, amina. Anasema yule baba baada ya muda akatoka kaenda masomo. Alipokuwa anaenda masomo, huku nyuma mke wake akaokoka. Alipookoka anarudi, anamwambia mume wangu, naomba nikwambie kitu. Akamwambia sawa, niambie. Akamwambia unajua kwa nini sio kuokoka? Akasema sijui mke wangu, niambie. Akasema maisha uliyokuwa unayaishi hayakuwa na taswira ya mtu aliyeokoka. Uliyokuwa unipiga, unanitesa, unanyanyasa, unaninyima haki zangu za msingi, sikuwa ninaona faida ya wokovu wako kabisa. Kwa hiyo hata ukitoka ukienda kanisani, nasema mwache tu aende akapoteze Mungu. Ndio kusema baada ya hapo alikaa kalia na kuomba msamaha mke wake, akutubu kwa machozi. Atokea hapo Mungu alimuinua kwa viwango vingine. Mwambie, yamkini unasema umeokoka, una safari ya kwenda mbinguni, lakini maisha yako ukija kanisani tunaona mtakatifu fulani, malkia fulani hivi. Yaani huyu, yaani hata Yesu akija leo, yaani huyu anaenda. Sasa neema ndio kuambia hivi, ushuhudiaji wenye matokeo sio kuja kujifanya malkia kanisani, kwa kujifanya malaika kanisani. Hapana. Zipo tafsiri zinazungumza ya kwamba wapo watu ambao wanafanya walio wengi, anaokoka leo, lakini baada ya kuendelea kumwona yule mtu nyumbani na sehemu mbalimbali, anasema sipo tayari kuendelea na wokovu.